kwamba inashikwa. Swali ni inashikwa na nini na nani? Inashikwa na hii kidole. Sasa hii inatumika kama kidole. Kama uko kwenye key ya kwanza hii ambayo tunazungumzia D hapa. Hapo unaweza shika key zote. Hapo unaweza shika sol, unaweza shika mi, unaweza shika C, unaweza shika hapa tu kwa hii nani yake ya kwanza. Zote ziko hapa. Key zote kwa hii chumba 1, 2, 3, key zote ziko hapa. Sawa? Lakini sasa the way utashika hapa kwa hii chumba. Haka kajamaa keusi haka kanafanya kazi kama nini? Haya, tunaenda kidogo huku mbele ndio uelewe. Kipindi tulijifunza meja ambao ni tulijifunzia kukia sol, tulisema unashika hivi, sawa? Sawa? Tulisema step yake ya pili ni sawa? Tukasema step yake ya tatu ni kurudia tena step 1. Sawa? Na tukasema step yake ya tatu ni kufanya nini? Ni kuteremuka huko. Sawa? Sasa ukiteremuka huko, tayari hii step ya tatu kwa hii meja yenye tunacheza hapa, step 1, step 2, step 3 inakuwa step 4. Nimegundua niko na hesabu vibaya ndio maana nimeirudilia. So iko na step 4. Step yake ya kwanza ni hiyo 1, step yake ya pili ni hii 2, step yake ya tatu ni kurudia tena 1. Sawa? Na step yake ya 4 ni kwenda sasa 4. Si tulijifunza hii? Sasa ukiwa kwa hii 4. Hii 4 pia ni namna nyingine tu ya kushika ambao sisi tunaita crochet. Sijui huku mnaita aje. Sawa? Hii ni namna nyingine ya kushika. Nayo pia iko na step zake 4 bado za kushika. Ambazo step zake kuna kitu nafunza hii. Hii ndio niko nafunza ndio maana nimekurudisha huko. Aka keusi hapa ndio niko nafundisha. Sawa? Haya. Hii pia iko na step zake 4 za kushika. Ni zipi? Yake ya kwanza ndio hii. Hii ni ya 4 ku major step. Lakini tukienda kwa hii crochet ambao sijui mnaitaje lakini sisi tunaita hivyo, iko na step zake 4 pia. Yake ya kwanza ni hiyo. Sawa? Yake ya pili ni na yake ya tatu ni kurudia tena ile ya kwanza kama vile kisi major iko. Sawa? Na yake ya 4 ni hii sasa. Hii ndio imenifanya niwarudishe huko. Sawa? Narudia tena. Hii style ya kushika, hii pia iko na step zake 4. Ambayo niliwaambia hii kama ninakufundisha ile speed line, hii ya ujifunzi. Hii automatically unaambiwa tu jinsi utacheza kwa sababu unakuwa tayari umeshajifunza kwa hii meja. Sawa? Sasa kama umeshajifunza kwa hii meja tayari ukirudi hapa umeshajua jinsi ya kuishika. Kenye unajifunza ni hii step tu yake ya mwisho. Ndio haiko kwa hii meja. Na hii step ya mwisho ndio inatupatia siri ya hii. Ndio maana nimerudia huko. Sawa? Sasa tunaenda step 4 za hii hatua ya hii crochet ambao tunajifunza step zake 4. Ya kwanza tulisema ni hiyo. Sawa? Ya pili yake. Sawa? Ya tatu yake. Ya 4 yake. Sawa? Na kuna step hapa lazima uelewe. Step ya tatu kumeja na kwa hii ni kurudilia step ya kwanza. Ni gani najaribu kumaanisha? Step ya kwanza ni hiyo. Sawa? Ya pili ni hii. Ya tatu unafanya nini? Unarudia tena kwa ile ya kwanza. Na ya 4. Sawa. Sasa hii ya 4 hii ndio hii. Unaona vile nimenyoosha hiyo kidole hapo hivyo? Ndio hii imenyooshwa hapa. Sawa? Hii kidole hii ndio nitaka nikufundishe ndio hii. Sasa hii haya. Tukienda kwa wale ambao labda mumesaidika kwa kutembelea labda sana vitu za vizungu za wazungu. Kuna kitu kinakuaga kwa gitaa kinakujaga na zile gitaa ambazo labda ni original na kuna vile unaweza iuza hata kando. Inakuaga na hii ambayo unaweza ukaisongesha hata mpaka huko. Wangapi washawahi kuiona? Yeah. Sasa hile inakuaga inasaidia nini? Wazungu unajua wanapenda sana kucheza hiki ya mwisho. Sawa? Sasa wakagundua kwamba hii key hakuna vile unaweza icheza hapa, hakuna vile unaweza icheza hapa, hakuna vile unaweza icheza hapa, mpaka lazima uchezee tu huku. Sasa wakagundua hapana, lazima tutumie mbinu mbadala. Wakatengeneza ile kitu ambayo iko na uwezo wa kuhamisha hii key huku hata